tulikuwa na timu ya waandishi wa habari, alikuwa Makene, alikuwepo Absalom Kibanda, alikuwepo Neville Meena na Jesse Kwayo. Hawa ndio waandishi ambao wakati nikiwa waziri wa habari walikuwa watata sana, wanapenda kubishana kwa hoja. Kwa mimi nikiona jambo natamani kulielewa vizuri na waita naanzisha kaubishi. Nikiona siku nataka ubishi uwe mkubwa zaidi naongeza na mdogo wangu mmoja anaitwa John, naye anapenda kubishana, utafika zaliwa na ubishi. Kwa wakiwa watano sasa siwezi kutoka bure. Najua tukitoka kubishana hapo hatuwezi kutoka bure. Na nadhani kwa kweli tunahitaji sana Watanzania wengi wa namna hii ambao wanakuwa huru kutoa mawazo yao kwa nia njema. Hawafichi mawazo yao. Maana kuna wengine unamwambia nipe ushauri wako, ushauri mzuri anaujua afu akwambie. Ukishaondoka sasa nitamani kumshauri hiki lakini angekasirika. Lakini Makene alikuwa hajali kwamba utakasirika, hutakasirika, anakuambia anachokiamini kwa dhati na anakuambia ushauri mzuri ama mtamu ama mchungu, yeye anakuambia. Tungependa sana tuwe na watu wengi katika taifa letu wa namna hii. Na tukijenga utaratibu wa kuwa wa kweli, tukijenga utaratibu wa kutoa mawazo yetu kwa nia njema, tutaweza kuijenga nchi yetu kwa kiwango kikubwa sana. Tukijenga utaratibu wa kuwa na mawazo mazuri na kuyaficha, tutaishia tukujenga taifa la wanafiki ambalo haliwezi kupata maendeleo. Nimalizie kwa kuwashukuru sana diaspora kwa kazi kubwa waliofanya ya kujichangisha kuhakikisha kwamba wanamsafirisha ndugu yetu Boniface Makene kumrejesha nyumbani. Kwa mtu yoyote aliyekaa nje anajua jinsi diaspora wanavyoishi kule kwa upendo na ushirikiano. Naomba niombe diaspora waendelee kupendana, kushirikiana na waendelee kukumbushana kwamba taifa lao ni hili, taifa lao ni Tanzania, hawana taifa lingine. Tunawiwa sana na mambo mazuri wanayofanya, na hasa wanapokuwa mmoja wao ana shida. Mungu nao awasaidie, aendelee kuwaunganisha. Nimekosa baba, nimekosa